So wazo lilonalo ni la msingi sana, linakufanya ufike mahala umekusudia. Watu wanao survive kwenye dunia hii ni watu ambao wana wazo. They have ideas. Ideas will make you to survive. Out of that huwezi ukasurvive. Unahitaji idea. Maisha yako ni wazo ulilolikubali niwe maisha unayoishi sasa. Jinsi ulivyo saizi, maisha unayoyaishi, yawe ni maisha mazuri au yawe maisha ni mabaya au maisha yenye changamoto, ni wazo ambalo umelikubali liwe kweli na ukaanza kuishi nalo. Kwa chochote ambacho nakiishi kwenye maisha yako ni wazo ambalo limekaa, ni wazo ambalo linaishi, ni wazo ambalo umelifanya liwe kweli, ni wazo. Tumesoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, ule mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, hata wacha nirudie. Maandiko yanasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi ya maji, na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Dunia ya mwanzo ilikuwa ni utupu. Kuna vitu vitatu. Jambo la kwanza, maandiko yanasema dunia ya mwanzo ilikuwa ni ukiwa. Ukiwa ni matokeo ya hukumu ya Mungu, maana hakukuwa na kitu chochote. Lakini jambo la tatu, kulikuwa na giza. Alafu jambo la nne, kulikuwa na utupu. Jambo la tatu, kulikuwa na utupu. Mambo matatu. Jambo la kwanza ukiwa, jambo la pili giza, jambo la tatu utupu. Maana yake dunia haikuwa na kitu chochote. So unapotaka kuwa, wazo linakuja mahala ambapo kuna vitu vitatu. Wazo linapokuja, linakuja mahali ambapo kuna vitu vitatu. Mahali ambapo kuna ukiwa, mahali ambapo kuna utupu, mahali ambapo kuna giza. Ndio wazo linapata nafasi katika mazingira hayo. Mungu amekaa, anaona dunia kuna ukiwa, anaona dunia kuna giza, anaona dunia kuna utupu. Wazo likaja ya kwamba anaweza akaitengeneza dunia. Kwa hiyo ukiona milima, ukiona mabonde, ukiona bahari, ni matokeo ya Mungu kuwaza ya kwamba kuna kitu kinaweza kikatokea. Kwa hiyo wazo ni matokeo ya kitu kutokea. Huwezi ukawa na kitu kikubwa au kikatokea kitu kikubwa ikiwa hauna wazo. Kwa hiyo wazo linatakiwa lianze kwanza, ndio linakufanya utokee, ndio linakufanya ufanikiwe. Huwezi ukafanikiwa nje na wazo lilo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo matatu: ukiwa, giza na utupu. Vitu vitatu. Mungu akaanza kuwaza, hivi hapa sinaweza nikatenganisha mambo. Mungu akaanza kuwaza, hivi hapa sikunaweza kukawa na milima, hivi hapa sikunaweza kukawa na bahari, hivi hapa sinaweza nikatengeneza mto, hivi hapa sikunaweza kukawa na ardhi, nchi kavu, hivi hapa sikunaweza kukawa na nini. Mungu anatengeneza wazo. Sikiliza, ukitaka uwe na utofauti ndani yako, wazo lina nguvu ya kukufanya uwe watu. Kile unachowaza kina matokeo. Wakati mwingine umeenda kumwomba Mungu, Mungu nipe wazo, nipe wazo. Kumbe Mungu alishakupa wazo, amekupa idea, wazo, na hilo wazo kilifanya lina matokeo. Taka kuanza biashara, Mungu amekupa idea. Kianza na hiyo idea, inakufanya utokeze. Hakuna kitu kinachotoka nje na ufahamu ambao mtu anao. Ufahamu wowote ulionao ni ufahamu ambao unaweza ukatengeneza wazo likawa na matokeo kwenye maisha yako. Hakuna kitu ambacho kinatokea from nowhere. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa. Wazo linakuja kufanya mbadala wa sehemu ambayo kuna ukiwa na utupu. Wazo linakuja kufanya mbadala wa sehemu ambayo kuna ukiwa, kuna utupu. Ukitaka uonekane wewe una thamani, ile wazo lililo ndani. Ukikosa wazo ndani yako, umekosa thamani ya kukufanya uwe na thamani. Lazima uwe na ideas za kufanya. Ideas. This life is all about ideas. Idea. Nafanya huduma, you need ideas. Wazo la kuendesha huduma. Huduma iendeje? Unafanya biashara, you need ideas. Idea.
Mungu ana wazo, anaweza akaumba dunia. Kwa chochote unachokiona lazima kiwe na wazo. Wazo huwa ni fursa inayokuja kutatua changamoto sehemu husika. Wazo huwa ni fursa inayokuja kutatua changamoto sehemu husika. Mungu anaona kuna giza, anasema naweza nikatengeneza nuru ikaondoa giza. Unaingia kwenye jamii, unataka ufanye biashara, lazima kwanza ujue idea inaweza ikatatua tatizo gani pale, tatizo gani linasumbua mahali pale, changamoto ipi iko pale ambayo inaweza ikatatua, unaweza ukatatua. So idea sasa inakuja kutatua kila ambacho kinasumbua mahali pale. Wazo huwa ni jibu juu ya swali ulilojiuliza mwenyewe ukaamua kulitafutia majibu. Wazo huwa ni jibu juu ya swali ulilojiuliza mwenyewe ukaamua kulitafutia majibu. Wazo, lazima uwe na wazo, ujue namna gani unaweza ukafanya, kwa sababu wazo inakupa majibu ambayo umejiuliza mwenyewe. Wazo, uumbaji wa Mungu ndio unaofunua haya mambo matatu, kwa maana ya kwamba kusingekuwa na ukiwa na utupu, Mungu asingekuwa na wazo la kuumba dunia. Usingekuwa na ukiwa na utupu, Mungu asingekuwa na wazo la kuumba dunia. Kwa wazo ulilonalo litakuwa na thamani pale tu litaenda kufanya mbadala, litaenda kufanyika mbadala wa ukiwa na utupu. Wazo linakuja kama kitu kidogo sana. Wazo linakuja kama kitu kidogo sana, kidogo. Ukiona kuna watu leo wana huduma kubwa, ilianza kama wazo. Nje na wito lilianza kama wazo. Ukiona watu leo wana biashara kubwa, ni wazo lililokuja kwenye akili zao. Ukiona watu wana ujuzi mkubwa, wana mambo makubwa, ni wazo ambalo walilikubali liwe katikati ya maisha yao. Kwa hiyo lilipokuwa likawa mbadala wa kutatua changamoto ambazo zilikuwa zinasumbua mahali pale. Bwana asifiwe sana. Itaidi wazo lako lisiishie kichwani. Wazo lako lisiishie kichwani, liwe na matokeo. Unawaza nini? Unawaza kuandika kitabu, unawaza kufanya biashara. Ukisema tu mimi ninatamani kufanya na tusione kitu unachokifanya, ulishafeli tayari. Unasema mimi nina kitu hiki na kinaanza kufanyika, hapo ndio kuna kitu kinazaliwa. Watu wengi leo wamekufa na vitu ambavyo wanavyo ndani yao. Watu wengi leo wamekufa na vitu ambavyo Mungu aliwapa, wamekufa navyo makaburi. Na wakati Dr. Mando anaandika kwenye kitabu chake, anasema kwenye makaburi ardhi imemeza vitu vingi sana. Ardhi imemeza madini ya watu, ardhi imemeza waimbaji wakubwa, ardhi imemeza waandishi wakubwa, ardhi imemeza wahubiri wakubwa, ardhi imemeza watu wa kila aina, Kwenye ardhi kuna madini ya kila aina. Wamekufa navyo watu hao, wamekufa navyo vitu vya thamani. Ni kwa sababu hawakuamua kufanya wakathubutu. Ngoja nikwambie, kwenye maisha haya lazima uamue kufanya, uthubutu kufanya, kulizalisha lile wazo liwe na matokeo, kuzalisha lile wazo liwe na matunda, kuzalisha lile wazo liwe na nguvu. Mungu angeishia tu kuangalia ulimwengu na asitoe ile potential ambayo ilikuwa ndani yake, tusingejua kama ndio Mungu alikuwa anawaza hivyo. Na wakati mwingine wewe ni matokeo ya Mungu. Unapozaliwa tayari lile wazo la Mungu linaendelea kujizalisha. Tunajua ya kwamba Mungu alikuwa amekusudia kukumba wewe. Kwa hiyo wewe ni matokeo ya wazo la Mungu, ya kwamba wewe ulitakiwa uwepo. Kwa hiyo unapofanya kitu tunajua hiki kitu kilitakiwa kifanyike kwa sababu wewe umezalisha matokeo ambayo yako ndani yako. Ndani ya akili za watu kuna vitabu vingi, ndani ya akili za watu kuna miujiza mingi, kuna huduma kubwa. Ndani ya akili za watu kuna biashara kubwa, lakini wengi wameogopa kuzitoa
wameogopa kuzitoa, wameziona yamkini kama hazifai, au wameogopa kuzitoa, wameona yamkini hazina maana. Wewe unaenda unafunga na kuomba, unahitaji wazo jipya, wakati Mungu amekupa wazo. Unaweza ukalifanyia kazi, unaweza ukawa mtu wa kukanseli watu na hilo wazo likawa na matokeo makubwa. Wazo ni kitu ambacho Mungu anakiishi, kwa sababu Mungu mwenyewe alianza nacho kama wazo. Wazo ni kitu kidogo, ni mbegu ya haradali. Nasema mkiwa na kiasi cha mbegu, mkiwa na imani. Wazo ni imani. Mkiwa na mbegu, mkiwa na imani, kiasi cha chembe ya haradali. Kwa hiyo wazo ni mbegu. Wazo ni mbegu ya imani ambayo inazalishwa, inakuwa na matokeo makubwa. Huwezi ukahamisha milima ikiwa ndani yako hakuna wazo la kuhamisha milima. Huwezi ukafanya mambo makubwa ikiwa ndani yako hakuna hilo wazo. Kwa hiyo wazo ni imani, ambayo hiyo imani inahitaji tu kama mbegu au chembe ya haradali ili kusudiwe na matokeo. Matokeo yanaanza kuonekana. Ni muhimu sana kukifanyia kazi kile ambacho nacho. Ni muhimu sana kukifanyia kazi. Hakikisha unakizalisha, hakikisha unakinua, hakikisha unakipandisha kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Nimekwambia, watu wakitaka kupima thamani yako au thamani iliyo ndani yako, wanaangalia unawaza nini, kitu gani kilicho ndani yako ambacho kinaweza kikazalisha na kuwa na matokeo makubwa. Jambo la pili linalompa mtu thamani ni kipawa, talents. Kipawa. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 17 mstari wa 8, kipawa anasema hivi: kipawa ni kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Kuna watu wengi leo wana vipawa na vimezikwa vipawa. Na kipawa cha kuimba, una kipawa cha kuandika mahubiri, cha kuandika script, una kipawa Mungu amekupa. Sikiliza, Mungu amekupa kipawa. Anasema hivi, ni kito cha thamani machoni pake aliye nacho. Kwa hiyo kuna watu wengi wana vitu vya thamani machoni pao na hawaoni kama ni vitu vya thamani ndani yao. Anasema kila kigeukapo hufanikiwa. Ni namna gani unaweza kukitumia kipawa chako kikufanya ufanikiwe? Wakati mwingine wote hatutafanikiwa kwa kusoma, tumeingia darasani. Hapana. Wakati mwingine ni kila ambacho Mungu ametupa ndani yetu kinatufanya tufanikiwe. Moja ya kitu kinachoweza kukupa thamani pia kwenye maisha yako ni kipawa, talents. Kipawa ulicho nacho kinakupa thamani. Ulicho nacho ndicho mtaji wako, kinakupa thamani. Kufanikiwa kwa mtu hakuhitaji wingi wa vitu. Kuna kuwa na ufahamu juu ya kutumia kipawa ambacho Mungu amekupa. Hauhitaji wingi wa vitu. Unahitaji tu kujua namna ya kutumia kile ambacho Mungu amekupa. Ukijua kutumia namna ambacho Mungu amekupa, ni mwanzo tosha wewe kufanikiwa. Ni mwanzo tosha wewe kwenda mbali. Kipawa ni nini? Kipawa ni uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao ili kuwa bora kwenye kitu fulani. Kipawa ni uwezo wa asili. Uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao ili kuwa bora kwenye kitu fulani. Na vipawa vingi sana. Kipawa ni asilia, ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, ambacho kwa hicho Mungu amempa kimpate kumfanikisha. Watu tuna vipawa. Kipawa kikitumia vizuri kinakufanya wewe watu. Umeona watu wengi walipoonyesha vipawa vyao, watu wengi wamefanikiwa. Watu wengi wameenda